kinaitwa ulanzi. Kinapatikana duniani sehemu 3 tu, dunia nzima. Okay. Sehemu 3 tu za dunia hii. Yaani huu ulimwengu Mwenyezi Mungu alivyouumba, ulanzi unaweza kuupata sehemu 3 tu duniani. Unaweza kuupata China, kwenye mipaka ya China na India. Kuna eneo kule ile mipakani kule unaweza kupata ulanzi ambao wa China wameupa jina, nimesahau kidogo, wana jina lao. Okay, sehemu nyingine? Sehemu ya pili ni Atlanta, Marekani. Marekani, jimbo la Atlanta. Unaweza kaenda kupata hii mianzi inatoa ulanzi. Sawa? Na la 3 ni hii nyanda za juu kusini. Mikoa ni miwili mikubwa, Iringa na Njombe. Mbeya wanatoa kidogo na Ruvuma, lakini sana ni Iringa ndio tunapata hili zao. Okay. Sasa swali la kujiuliza, kama Mwenyezi Mungu amewapa hii rasilimali, nyinyi amewapendelea wana Iringa. Duniani inapatikana sehemu 3 tu. Hamwezi kufikiria kwamba hii ni moja ya rasilimali kubwa ambayo inaweza kubadilisha maisha ya wale ambao wanaweza kufanya hiyo shughuli. Na hii biashara pia nayo ushaiwekea mikakati yote? Sasa ndio na kueleza wewe sasa kwamba sisi tayari, si ndio hii ninayokueleza, tuna elimu ya ujasiriamali. Okay. Na tunataka kwenda kwenye mifumo. Umenielewa? Hatuwezi kuweka mikakati ya kila biashara. Umeelewa? Tuna rasilimali nyingi, lakini tunataka watu waingie huko. Kwa mfano tungepata ushirika watakaoamua kuingia kwenye uuzaji wa kinywaji cha ulanzi peke yake, tutawasaidia waweze kufika mbali, kwa sababu hili ni zao la tofauti. Nikwambie, atakuja kujitokeza mwekezaji hapa, atachukua hili zao, ataanza kunufaika, tutaanza kulalamika. Tulikuwa wapi? Hiyo ndio dhahabu ambayo mojawapo ya dhahabu tuliowekewa kwenye mazingira yetu ni hiyo. Umenielewa? Watu watakuja kuwekeza. Hicho kinywaji unakunywa Red Bull, ni kinywaji tu ambacho vile kinazalishwa kama ambavyo tunazalisha zao la ulanzi. Okay. Umenielewa? Na tuna vinywaji vingine ambavyo vinapatikana Iringa ambavyo huwezi kuvipata sehemu nyingine. Kwa mfano huko kwenye vinywaji tuna vinywaji kama hivyo wanaita common, msabe. Nenda Dar es Salaam kaulize, wanaotengeneza hivyo vinywaji ni watu ambao wametoka Iringa, wanatengeneza, lakini haviwezi kuwa na ladha moja na vile vya Iringa, na ni wachache. Na bidhaa inayokubalika sana. Umenielewa? Lakini hatujapata watu watakaoweza kuifanya. Kwa hiyo lazima tuwatengeneze wananchi wetu. Ni kupata elimu. Kupata elimu kwamba bwana, rasilimali tulizonazo Iringa tuzifanyie kazi, tuzitengeneze ziende zikauzwe zaidi katika mikoa mingine, na ikiwezekana kimataifa.